Nadhani kila mtu anajua kile kinachoendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii kuhusu tukio ambalo lilitokea pale Dayton, Ohio nchini Marekani. Taarifa zinaeleza kuwa kuna gari ambalo liligonga nyumba, na baada ya kugonga nyumba inasadikika kuwa polisi walifika pale. Lakini taarifa nyingi zimejitokeza baada ya tukio hilo, na hadi sasa hivi mtu bado hajajulikana kabisa kuwa ni mtu wa kabila gani. Lakini kuna baadhi ya taarifa ambazo zinaendelea sana kusambaa kwenye mitandao ya kijamii, na pia tuliweza kuzichapisha hizo. Tukio la kwanza linasadikika kuwa mtu alikamatwa baada ya kugonga nyumba, lakini hatukuweza kuchapisha taarifa kuwa ni mtu wa kabila gani. Tukio la pili tulikuja kuchapisha baada ya mtu sasa kuonekana. Aliyekuwa ndani ya gari hilo alikuwa ni mzee ambaye ni wa umri mkubwa sana, na alikuwa amelewa tilalila kwenye gari lake. Wengine pia wanadai kuwa ni mzee kutokea Congo DRC, na wengine pia wanadai kuwa ni mzee kutokea Uganda. Hadi makabila hayo, nchi hizo mbili bado kunaleta mfarakano zaidi kwenye mitandao ya kijamii kuwa ni mzee wa kabila gani, lakini aliyekuwa akidrive gari hilo alikuwa ni mzee, na ndiye aliyekamatwa na polisi baada ya kugonga nyumba. Tukio hili limeweza kusikitisha sana karibia watu wengi sana kwenye mitandao ya kijamii baada ya kukuta kuwa alikuwa ni mzee na alikuwa amelewa sana. Bwana, katika taarifa zingine ambazo tuliweza kuzipata, inasadikika kuwa mzee huyo anakunywa pombe sana kupitiliza, na mawazo stress kuwa nyingi sana baada ya mtoto wake kukamatwa. Inasadikika kuwa mzee huyo mtoto wake yupo jela na anatumikia kifungo cha miaka 25 gerezani kwa tuhuma za wizi wa silaha. Yaani alitumia wizi kwa kutumia silaha ikiwemo risasi, mambo kama hayo. Kwa hiyo kuhusiana na huyo mtoto wake kuwa jela, inachangiwa na mzee huyo kutumia pombe kupita kiasi, kunywa pombe kubwa na ambayo haiendani kabisa na umri ambayo sasa hivi yeye hanayo. Kwa hiyo tukio hili limeweza kusikitisha sana. Hizi ni baadhi ya taarifa tunazoziokotokota mitandaoni, bado hatujathibitisha. Kwa hiyo mzee huyu inasadikika kuwa na yeye pia sasa hivi yupo gerezani. Makosa ambayo yanayomkabili ni kosa la kuendesha gari akiwa amelewa, na kosa la kugonga nyumba ya watu, ambayo nyumba hiyo ni nyumba ya Mwafrika mwingine tena. Kwa tunaendelea kufuatilia taarifa hizi polepole, na mimi naitwa Omriama JL na hii ni Omriama JL. Tafadhali tunaomba uweze kutufollow, like, comment pia share ili upate taarifa zaidi. Asante.